Twende Waefeso 4:18. Twende. Akili ya mtu inawezatiwa giza. Hakuna kitu anawezaona. Akili ya mtu ikitiwa giza haonagi biashara, haonagi faida, haonagi uzuri wa watu, anaonaga ubaya. Haonagi Mungu, anaonaga shetani. Nasikia ni Illuminati, ni Freemason, ni kila kitu, mdomo yake ni hiyo tu. Hiyo tu. Haonagi Mungu, haonagi mazuri, haonagi watu vizuri. Sasa ule mzee simuoni vizuri. Huyu ndiye anatuloga. Au muoni vizuri maana wewe ni kipofu. Na vipofu hawapelekwa vitani. Amen. Akili yao imetiwa giza. Angalia. So ujinga, angalia. Ujinga inaenda na ugumu wa moyo. Ukishakuwa mjinga, basta. Watu wakishakuwa wajinga katika ulimwengu wa roho, wakishalogwa, kutakuwa na ugumu sana. Hakuna mtu atakuwa anafanya kitu bila kuambiwa hapa. Watu walikuwa wanasukuma kama ulibaro. Mpaka itangazwe kanisa inataka kitu fulani. Bwana asifiwe sana. Wangapi anasema giza iondoke kwa jina la Yesu. Kumbe kama mtu anayesaweka mtu giza kwa akili, Mungu pia anayesaweka nuru. Kumbe nuru inaenda na akili na giza inaenda na ujinga. Haleluya. Mungu ana akili. Ukisoma kwenye kitabu cha Isaya 40:28 anasema hamkuambiwa, hamjui ya kwamba Mungu azimii, wala asikizii, wala achoki, akili zake hazichunguziki. Akili za Mungu huwezi chunguza. Wewe ukifanya tu biashara siku 2-3, ukifunga hoteli, hiyo grace tu ya kwanza ya mwezi wa kwanza tu watu wanajaa kwa hoteli hivi. Mwezi ya pili watu wamesha kuchunguza na wakakujua hata wewe sio muombaji, ni fotokopi. Wewe sio mshirika. Ni kondoo. Ni mbwa mmoja yafaa ngozi ya kondoo. Wakakujua tu ya kwamba wewe ni manamba, wakaenda kule Tanzania wakaloga biashara. Ile biashara ilikuwa inaingia ile hoteli watu wanajaa kimana msima. Wanasema hiyo chai sijui ni ya nini hiyo chai, sijui mama anaweka nini chai. Sasa watu wamekugeuka. Giza. Wao ni wateja mchana mzima. Haleluya. Lazima leo giza iondoke leo. Lazima leo giza ihame. Lazima leo giza ihame. Tukabiliane na miamba. Hata shetani ana akili. Angalia akili ya shetani mahali yuko. Na ujua akili yake ina mwisho. Na ndio tunaifikisha leo mwisho kwa hii ibada.